Hebu nielezee ulijipataje kwa hii scenario? Ulijipataje kwa wheelchair? Niliweza kuumia tukiwa tunachimba hizi mawe za Kware. Ulikuwa tu unatembea vizuri? Nilikuwa natembea kama wewe. Then what happened? Ilikuwa 2023. Nikatoka kama asubuhi, nikaenda kwa kazi ya Kware. 3 years ago. Yeah. Saa 11 kukaanza kare karasharasha kamfua. So tukaanji pinda katika ukuta kando ili tuache kunyeshewa tu. Tukiwa tunakaa ndani ndio nilisikia kamfua, yani ni kama nimegongwa uso na kitu. So kuuliza ni nini, ndio niliona giza inakuja. Na kutoka chini, ukiwa sio hii kitu umekalia, nilikuwa chini kabisa. Ikanifunika. So juu nilikuwa nimeinuka nikimbie, ikanifunja mkono, yani mgongo, spinal cord. Changa ikafunika hao wengine, ikakaa giza. So Kware ilibomoka. Ilibomoka. Sasa hiyo ni mawe kwa macho yako. So nikang'ang'ana kutoka, ikanishinda. Na mimi nimefukiwa mpaka kwa shingo. Sasa ni kichwa tu imesalia. Maumivu. Naelewa. Haikuwa rahisi. Iliharibu maisha yangu. Imeharibu maisha yangu kabisa. Sikuwa natarajia kukaa hivyo. Imeharibu maisha yangu. Sikuwa natarajia kukaa hivyo. Imeharibu maisha ya watu, marafiki wamenitenga. Nimefikia mpaka watu wananiita majina maiti, na nafikiria aje nikiitwa hivyo. Watu wenye walikuwa nje wakaja na miko na majembe, wakaanza kutufukua, ambao waliweza kuniumiza mwili wangu, wakadunga miguu yangu. Hawakuwa wanajua kama miguu yangu iko nyuma. Hawakuwa wanajua kama miguu yangu imerudi nyuma. Nilikuwa nafikiria miguu iko mbele, kumbe mguu na mgongo wangu umeangalia nyuma. Nikawaambia kuna rafiki yangu wako chini ya mchanga wamuokoe. So wakaanza kufukua huyo mwingine, wakamdunga. Walipofukua wakanipata mgongo umefunjika, spinal cord yangu. Miguu inaangalia nyuma, bafu zangu zimetoka nje. I think sijui ningeweza kuonyesha uko ready. Na nikatolewa nikaekwa nje, tukaombewa. Mtu alikuwa na gari akese kutupeleka hospitali, ilikuwa karibu. Tuliweza kukaa around 2 to 3 hours tukisubiri gari ya ambulance ikiwa haina mafuta. Mmetoka hapa mko? Tukapelekwa Kangunto Hospital. Wengine wamepelekwa chumba cha kuhifadhi mili. So kumbi kidole yangu imefinywa, imeshagwa na mawe, imebondwa. Ilikuwa imebondwa ikashagika, ikawa yezi ikasimama. Juu kichwa yangu imekuwa ingine, na juu nimeumia, nikaiweka kwa mdomo, nikaiuma, nikakata, nikatema chini. Around saa 6, saa 8 ya usiku, from saa 12 ujue ni maumivu na kila mahali. Nikapelekwa, nikaenda nikapata theater imetengenezwa. So kutoka hapo nikazimia na operation yangu ikaanza. So daktari kutoka hapo akaniweza kunipindua, akanitoa kutoka kwa kiungulia, akanipasua mpaka katika chini ya kitofu, alafu atengeneze mbavu zangu. Mbavu zangu zilikuwa zimedunga maini zilikuwa zimeharibika around 3 inches. Niko na pipe iko ndani ya tumbo langu. Hiyo pipe ndio iko na shida zangu zote mahali imefikia. Juu hiyo pipe inafaa kutolewa this month. Juu ikifuka hapo, sijui kama tutaweza kuongea tena. Hiyo pipe huwa inaoza. Hiyo pipe ni kama inaitwa maini ama sinaitwa aji. Ni matumbo. Hiyo pipe ikiwa siyuko. Kiungulia yangu ni ya plastic. Akanieka kiungulia, akatengeneza mbafu mahali zilikuwa zimeumia, na nikaanza tena kufungwa. So nikifungwa
machine ikaonyesha shut down, so ikamaanisha nimeaga. Najua alikuwa daktari wa bafu na hizo vitu, akatoka nje ili aweze kumuita daktari wa moyo akonfirm kama niko. Kwa hivyo saa zenye daktari anatoka pale ndani nilikuwa nimeisha, mashini ilikuwa inamuonyesha you are dead. Yeah. So akaambia, akachukua staplers. Kuna staplers huwa zinafunga mili, so akanifunga stapler mpaka mwisho, kaondelewa kama body, nikawekwa katika mahali pengine nilikuwa naambiwa palikuwa panaitwa silent room. Ikafika kesho yake saa 9 na daktari akaja. Mwili yako haijapelekwa mochari? Ilikuwa itake around 6 hours ili daktari akuja confirm. So daktari akakuja tena akakonfirm, akapata niko dead, na nikawekwa hiyo ile banko ni ya kuonyesha wewe ni wa kutoka wapi. Na tukachukuliwa na watu sasa wa mochari. Mwili wangu ukachukuliwa ukawekwa katika ile body bag na tukateremshwa katika chumba. So mimi nikakuja nikawekwa juu ya hiyo mawe inaoseangwa maiti, nikakatwa mahali ili damu itoke juu. Huwezi ukahifadhiwa ukiwa na damu juu utapimba. Na nikakatwa tena, ukiangalia katika kiuno changu nikawekwa hiyo dawa ya kuhifadhi mili. Masaa ikaisha na kisirani yao ikatokea hapo, kila mtu akachoka, hatukaachwa. So wakafunga kazi na wakaenda. So sasa ujisikii